nile na pastor jirani yangu mwema Wasilimu. Bwana asifiwe. Amen. Pastor Kristo Gonzalo. Tumewaombea kwa muda mrefu. Mungu anajua maisha yenu vizuri. Wakati sisi tumewaombea na kule Kisimu taombewa. Engeli nero ingi ya mugachire kwa sababu mwatimisire aliyo monene Nyasaye aganeti ekerabe geto oborosa somugondo aide akarona tiribuya omugako ya atongira Adamu abe bweka oikamubekere omukonyo akamubekera. Mmetimiza vizuri, ndio mumeona ababonzi pibachire kwa bakirori oikirania ali aya Nyasaye aganeti ochanze kukwa nenga niri bubi asuri ugwanja kobera bweka egento gende gya kabere ngakie goteba omontaise kurwani oyo mere bweka namubwe kurende onye bali babiri takubabwa engoli esisire nemego yetatu tili kubutoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Igano onale botini nasi nini taikayo engoli esisire aragatatu asa baibuli balia asa baibuli aba na Nyasaye katikati. Iga ngoli yeteiko butoka yasisirwe kiyasisirwe kuoma yagenda ntuna basomba buna balisi barugoro otuko na gusaba ngomo nene katika hali ya utatu hao watoto waendelee vizuri. Egeko ngoli yasisirwe kurumwa gachagete ni mweka muri babiri mwatoretirine mwaretira abaibuli na Nyasaye nere nwali gere liuka wono nkwendire tingu yomepa mogende namasiseni yayo akeko aromongina nomugaka Mishaeli nomongina Chelia amangana ya mayo mugaka gwakorire emirime emyaka emingi yo basekererigwa amasiseni yakorire ki ati so onko bakira ngambu ya mona sokorero ngano buya mona balisia se nijo korero ngano likorogorogaye onsi ari mwakorira abeira amaya bona abana abatoko batego cyumwinari banyare ko bagokora ki bagoseseni wetera sabana asibido emirimo yabo libara kigokora emirimo ya mugondo emirimo ya wapi kirege ntobono monena agocho no aramo na barago asitinjere cyose. Haleluya. Amen. Igona atebire mbuya mo asama nganonzi omoneti gabaseseni egere tosoke buya tukiri program chini. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru ninakuinua Bwana kwa ajili ya kikao hiki ambayo ulikuwa umetayarisha vizuri. Baba wangu, tumeombea hao watoto sana na umetekeleza vile ilikuwa inatakikana. Jehova Jire, uinuliwe na sifa zote zikaweze kukurejea. Hekima na fadhili ni zako Mwenyezi Mungu. Rehema na neema ni zako Bwana wa mabwana. Tunahitaji ukaweze kubariki hao watoto wanapoenda kuunganishwa pamoja. Neno lako likawaunganisha wakati wote. Vile Biblia imesema mfalme. Jehova Jire, tumeangalia haya, tumeyaona. Ukaweze kutenda mema katika maisha yao. Baba wangu, tuondoka kutoka nyumba hii, tuaenda na magari na barabara ambazo zimetengenezwa ni nzuri. Utufikishe salama salamini. Na tukuone Bwana wa mabwana tukitembea. Familia hii mikononi mwako, na mahali mtoto anaenda mikononi mwako Bwana wa mabwana. Ukaweze kuwachaza yale ambayo umetuchaza sisi Bwana wa mabwana. Wanapoanza maisha mapya, tunahitaji ukaweze kuonekana ndani ya maisha yao. Hata kazi zile ambazo wataenda kufanya, Bwana ujitirishe na uonekane. Familia ile tumeiombea, ukaweze kuilinda wakiwa pamoja na huyu mtoto Jehova Jire. Omane tu agotige ilonso weteraza zamanyi gaiso Kristo mutolio ito. Amen. Egesyo abakorama yaya wakiti bakorama oyo Yesu bakorama egesyo mbale negesyo abakorama egesyo mbale negesyo amina abakorama yaya wakiti bakorama Yesu bakorama.
swali nauliza, kama kunao wazazi wa msichana ambao wanamtoa huyu msichana siku ya leo kuolewa na huyu kijana Charles, kama mpo, tuinue mikono wenu wa kulia kama mmekubaliana. Mzee umekubali? Mama umekubali? Unainua mkono wa kulia juu kabisa sana mpaka unaonekana, ni kuonyesha ya kwamba mmesalimu amri na mmesema huyu msichana sasa waja olewe na huyu kijana, na mmekubaliana katika majoni pa Bwana siku ya leo. Mungu awabariki. Jerusalem, wazazi wamekutoa na wametoa ahadi kwa Mwenyezi Mungu ya kwamba uolewe na huyu kijana kuanzia leo kama Biblia, na kama unakubaliana na hilo jambo, naomba uinue mkono wako wa kulia, na kama unakataa usiinue mkono. Mwaga ndio wako. Wewe mama yako. Sasa nitakuwa kwa Iluenda, enda mwezi. Unakuwa mwanzo mwezi wa kore kore. Naomba kwa kama wao kwa sababu tunashukuru sana. Nyote kwa jina la Yesu mjambo. Bwana asifiwe. Leo ni siku ya muhimu. Ningependa kuchukua wakati huu kuwakaribisha katika hii kanisa yetu ya Kisii Central SDA Church. Kisikie nyumbani. We want to say God is good. Tungependa kusema Mungu ni mwema. He has given us this precious time to be here. Ametupa fursa hii
mwafaka kuwa kanisani humu. It's because of the goodness of these two young people. Kwa sababu ya uzuri wa hawa wawili. They have said, wamesema, we must do our way. Lazima tufanye vile Mungu ameagiza. That's why ndio maana they have walked down, wametembea huku chini, and they have said, we must say, yes I do. Na wamesema watakubali ndio na kubali. Therefore, Brother Charles and Sister Jerusalem, kwa hivyo ndugu Charles na dada Jerusalem, as you begin your marriage day, unapoanza safari yenu ya ndoa siku ya leo, God must speak something for you. Mungu lazima azungumze neno kwenu, because kwa sababu you are going to begin a long journey. Unaanza safari ndefu, and this long journey, safari hii ndefu, must begin with the blessing of God's word. Lazima ianze na mibaraka na neno la Mungu. And that's why Paul, ndio maana mlitoa ahadi, must begin in the church. ya kwamba mwanze kanisani. Because God must pronounce you, kwa sababu Mungu lazima awataje by kirasmi, giving you a statement. kwa kuwapa funzo ama neno fulani. And Charles, na ndugu Charles, I want to remind you, ningependa kukukumbusha that from today, kuanzia leo, you are making a marriage statement. unaanza sehemu moja ya ndoa. The marriage statement, msemo mmoja wa ndoa, that will bind you, ambao utakuzungumzia, that will stand you, ambao utakufanya usimame, that will make you strong, utakufanya uwe na nguvu, that will give you a way, utakupa njia, and it will make you a husband, na utakufanya uwe mume. Jerusha, at the same time, kwa njia hiyo you hiyo, are making a statement. unafanya msemo huo. Remember, everything you do in this life is a statement. Kumbuka kila jambo unalotenda katika maisha haya ni kama msemo But fulani. the most important statement you make Msemo ambao ni muhimu ambao unafanya is that which binds your life. ni ule ambao unataja maisha yako. Therefore, Brother Charles, Kwa hiyo ndugu Charles, from today, kuanzia leo, God has given you somebody, Mungu amekupa mtu by the name Jerusha, anaitwa Jerusha, who will change ambaye atabadilisha your perspectives in life, maono yako maishani, who will make you atakufanya have direction in life, uwe na njia fulani where all your operations will rotate around. mambo yako yote yatazingira njia hiyo. So this lady will be important in your life. Binti huyu atakuwa muhimu maishani, yale ambayo unafanya. Change her, love her, mpende, uphold her, umwinue, and be proud of her. na uwe na furaha kwa All the time, kila wakati. walk this life knowing Tembea maisha haya ukijua that your vision married in the church. ya kwamba wewe umeoa kirasmi kanisani. It is from today Kuanzia leo, that those who have been knowing you as lonely, wale ambao walikuwa wanakujua kama wewe ni pweke, from today, kuanzia leo they will know that you are full. watajua wewe mjaa. She will perfect your life, Atakutunza maishani and mwako, you will be perfected. utakuwa mkamilifu. The same will happen to Jerusha, Vile vile kwa Jerusha, and it will change the trend of your operations. na itabadilisha njia zako za maisha. Uko tayari kubadilishwa? Are you ready? Uko tayari? Are you ready to be changed? Uko tayari kubadilishwa? Have you accepted and decided? Umekubali na kutamani? That's how to mind. Wachukulie kipaza sauti, wachukulie kipaza sauti ili waseme neno. Streets begin with the judge. Tutaanza na Charles. Come from three. Waache kuanzia leo. Make a statement. Sema hivyo. You are a grown up. Make a statement. Wewe ni mkubwa, sema. I, Charles Monde Mitaki, from today forsake all women for my love Jerusha. Amen. Jerusha, Jerusha, Jerusha nawe simama. make a similar statement. Ongea jambo moja. Mimi Jerusha nimewasha uongo wote nimejiunga na mpenzi wangu Charles na Mungu awasaidie. Amina. You know Jerusha is an accountant. Unajua Jerusha ni mhasibu. They all accountants, men. Ambia wahasibu wote wanaume. Tumeagana na nini? Wakora ni. Jerusha, are you serious? Yes, I am. Thank you, sir. Thank you. Asante. Now you can get seated. Unaweza kuketi. We want to hear what God says. Ningependa kusikia kile Mungu anasema. The book of Psalms. Kitabu cha Psalms. Sulemani. Psalms is a wonderful book in the Bible.
Bible. Wimbo ulio bora ni kitabu chema Bibliani. Chapter 1 says in verse 16. Ya kwanza 16 inasema, How handsome you are, my beloved. wewe ni mtanashati kiwango kipi mpenzi Oh, wangu. how charming. Wewe unanifurahisha. Our bed is green in color. Kitanda chetu kijani kwa rangi. I want to read this reading. Ningependa kurudia. How handsome you are, my beloved. Vipi wewe ni mtanashati mpenzi wangu. Let me paraphrase this reading. Wacha niseme hivi kwa This is a woman telling the man. huyu ni mwanamke anaambia mwanamume. And she said this. Anasema haya. How handsome you are, my husband. Je, wewe ni mtanashati jinsi gani mpenzi wangu. And how charming you are. Na wanifurahisha jinsi gani. Our bed is green in color. Na kitanda chetu ni kijani kibichi kwa rangi. Yes. Ndugu Charles, I want to teach you something small. ningependa kukufunza jambo fulani. Just listen. Keti tu. The moment you are approaching this lady Wakati ulimwendea huyu msichana and you are asking her to be your wife, na ukamuomba awe mke wako, she didn't believe it. hakuamini. She thought she was dreaming. Alidhani anaota. But when it came to be a reality, Lakini ilikwisha ikawa kama kawaida. she now started responding. Akaanza kujibu. And I want to tell you a powerful statement from that statement. Ningependa kukuambia jambo kutoka kwa msemo huu. All women by their creation Wanawake wengi kwa uumbaji wao are always responsive. wanapenda kujibu. Once they have been asked, they respond. Wanapoulizwa wanajibu. So from today, Kuanzia leo God is giving you Mungu anakupa a machine, mashine ambayo a woman. mwanamke Once you press, unapotia kidole she responds. anajibu. From today, Kuanzia leo you are receiving a gift unapata kipaji. that the moment you press and touch on, Wakati ambapo unakiweka kiwe she responds automatically. kinajibu papo hapo. And how does she respond? Anajibu vipi? She says, Anasema, I love you, my husband, nakupenda mume wangu because to me you are handsome. kwa sababu kwangu wewe ni mtanashati. You know, someone uses languages that have deeper meaning. Suleimani anatumia msemo ambao iko na maana thabiti. When it says that the woman praises the man as being handsome, Anaposema mwanamke anamtunza mume wake au mtanashati, that doesn't come so cheaply like that. haiji kwa urahisi hivyo It hivyo. doesn't come cheaply like that. Haiji kwa urahisi. There's no simple woman in this life Hakuna mwanamke mwepesi who will ever stand to say you are handsome ambaye atasimama aseme umenipendeza kwa when you mtanashati don't touch a life. kama hujamgusa maisha. Every man Naona kila has a responsibility of touching the wife. tunza You must touch your wife. lazima mguse mke wako. Touch your wife socially. Mke wako kimaisha, Socially touch your wife. kiujamii, mtaje. There are things that you need to do as a man Mambo unastahili kufanya kama mwanaume. until you make your wife say, Hadi ufanye mke wako aseme, this is a handsome man. huyu mume wangu ni mtanashati. So you need to be social to your wife Unastahili kujamiana na mke wako until your wife comes to confirm hadi mke wako aje that kudhibitisha this is a handsome man. na kwamba huyu ni mume wako. He's able to touch me socially Ananigusa kwa until jamii. I feel that I'm loved. Hadi ninajihisi nimependwa. Therefore, brother Kwa Josh, hivyo ndugu Charles, from today kuanzia leo we are giving you tunakupa a machine mashine that ambayo needs to be touched socially. inastahili kuguswa. You walk with her, Unatembea naye, you make fun with her fanya mzaha naye until she feels triggered. ili ajihisi cha kwamba ameguswa. And your vision, your wife. Usije kuwa kiofisho kwa mke wako. Will you be a vision? Not be a vision to your wife. Huwezi kuwa Make kiofisho fun. kwa mke wako. Make fun with your wife Fanya mzaha na mke until wako she responds ili aweze and says, kusema, how handsome you are, my husband. wewe ni mtanashati mume wangu. Another important aspect, Jambo lingine muhimu, psychologically, kimawazo, satisfy your wife. mkamilishie Let mke your wako. wife understand. Kando na hayo, Financially satisfy your wife. kifedha
mtosheleze mke wako. Don't be mean to your wife. Usije kuwa mchoyo. Be mean to everybody else, but not to your wife. Kuwa mchoyo kwa wengine lakini si Until she confirms hadi aweze kusema that ya kwamba Charles is indeed handsome. yeye ni mtanashati. Judge, Ndugu Charles, do you know there are men who are never handsome when it comes to finances? unajua kuna watu ambao si watanashati kifedha. Never handsome. Hawajiwezi. You can't see their money. Huwezi ona pesa zao. Can't bring food at home. Hawawezi kuleta chakula. Let me tell you, Charles, we have solved cases of marital lying. Where a woman says, I've never seen this money carrying food home. Tumesuluhisha kesi ambao mke anasema sijawahi kuona mume wangu akileta chakula I know my husband works. Najua mume wangu anafanya But I don't know where he takes money. Lakini sijui anachukua wapi pesa. All those clothes that I brought with from home are the only clothes. Zile nguo nilikuja nazo kutoka kwetu. Very mean financially. You make your wife Unafanya mke wako become so poor maskini in giving a positive response kwa kupea that my husband ya kwamba mume wangu is handsome. yeye ni mtanashati. Just Ndugu Charles, feed a man kuwa mume that a wife can say ambaye mke that anasema my husband is charming. ya kwamba mume wangu ananifurahisha. Very charming. Ananifurahisha sana. Don't be so docile. Usiwe mlegevu. You are not entering in the business of charming. Sasa unaingia katika biashara ya kufurahisha. You are not all the time to charm your wife. Kila wakati wewe kufurahisha mke wako. Charm your wife Kufurahisha all the time kila wakati with food, kwa chakula, with laughter, with everything. kila Let jambo. your wife say, Fanya mke wako. indeed, I got a man Nimepata mume who can take me around ambaye atanichukua and hapa feel places. kila mahali. Then Charles, Ndio Charles. if you do that, Utafanya you hivyo. feel to be a right husband for Jerusalem. Mume mzuri kwa Yerusalemu. And I know I'm talking to so many men here. Najua nasema mume wengi hapa. There are men who Kuna wanaume are hapa charming to other wives. wanafurahisha wake zetu wengine. Not the other wives. Sio wake zao. They're so charming to other women. Wanafurahisha wale wanawake. But they have never shown that attribute to their own wives. Hawajawahi kuonyesha mapenzi So yao. Charles, Kwa hivyo Charles, limit it your ni mke wako tu. Furahisha your wife. Mfurahishe mke wako. Let your wife feel married a man Wacha ajihisi ya kwamba nimeoa who mume can trigger my senses. ambaye atanifanya nijisikie. Everybody wants to feel good in this life. Kila mtu anataka kusikia vizuri. And you must make it. You must create that environment. Lazima ufanye mandhari hayo. And finally, guys, Mwisho Charles, you now make your wife say, fanya mke wako aseme, because my husband is handsome, kwa mume wangu ni mtanashati. he is charming, Ananifurahisha. I can even see Ninaweza kuona that even our parents, hata kitanda chetu he will come. ni kijani kibichi kwa Someone doesn't say it's red come. hajasema chekundu, He says it is green. kijani kibichi. You know, Unajua green is a symbol of life. kijani kibichi ni rangi ya maisha. I want to tell you, brother, yes. Napenda kumwambia Charles, When you tell a lady, I love you, unapomwambia binti you nakupenda, convince a man unafanya mawazoni think that this man afikirie huyu mume can be a source of my true life. anaweza kuwa chimbuko la maisha yangu. So, brother, yes, be a source of life. Kuwa chimbuko la uhai. Let Jerusalem say, Hebu Jerusalem. I have entered into marriage with Charles, Niliingia kwa ndoa and I na started Charles, experiencing true life. na nilianza kupata maisha ya ukweli. You know, the Bible says, Unajua Biblia inasema husbands, love your wife wanaume wapende as wake zao Jesus loved the church. vile Yesu alipenda Therefore, kanisa. brother Charles, Kwa hivyo ndugu Charles, play the role of Jesus in Jerusalem. pata sehemu ya Yesu katika maisha You know, yako. Jesus has given his church life in abundance. Yesu ameipa kanisa uhai na uhai milele. And men Ya kwamba wanaume should struggle, wanastahili should kujikaza. seek it, Wanastahili that kujikaza. they are also given their wives Ili life. wape wake zao maisha. Give her peace, Mpe amani. give her understanding, Mpe kuelewa. so that she says, Ili aweze kusema I have found life. nimepata uhai I've maisha. been missing this element in life. I have not found it in Charles. Nimepata
maisha haya mazuri kwa chama. And then when you do that, Unapofanya hivyo, your wife will be dancing, mke wako atakuwa will be anacheza, singing, atakuwa and anaimba, will be saying, atakuwa akisema, my husband is handsome. mume wangu My ni mzuri. husband is charming. Mume wangu anafurahisha. My husband is full of life. Yeye ni maisha There is tele. no any other place Hamna mahali that I can find life utapata maisha apart from church. kutoka kwa Who is my true husband? ambaye ni mume wangu wa We kweli. want to pray for you Ningependa tukuombee so that you walk in the newness of life ili utembee kwa maisha haya as mapya. you begin this long journey. Unapoanza safari hii ndefu, Above all, juu ya yote, let your family be spiritual. hebu familia yako iwe ya kiroho. And may God bless you Na Mungu akubariki as you begin unapoanza in Jesus' name. kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Guys, Ndugu do changu, you accept? unakubali hayo? Stand up. Do you accept? Unakubali? Will you be a source of life? Utakuwa chimbuko la maisha kwa huyu? Enda kumwonyesha mwenyewe asubuhi jana gani? Enda unamwelezea, umwambie mahali Amen. ni pazuri. Guys, mkwata vya kumwonyesha. Be caring. Unamwelezea kwa upendo. Be caring. Kuwa na upendo. Kuranga moja teka. Chukua mume wako, ongea na yeye. Mwambie. Tembea kwa kanoni, kwa hiyo kwa ndio kwa. Nimekupea nafasi, ongea maneno na yeye. Aita utale kwa tunata eros. Usijali koti atatengeneza. Hallelujah. Amen. Now brothers, you can stand up. Ndugu Charles, unaweza Yerusa, you can stand up. Yerusa, unaweza kusimama. Want to ask you that you give them the mic Unaweza wapea vipaza sauti, because I want them to answer this question. kwa sababu ningependa wajibu mambo haya yafuatayo. Is it long enough? I think so. Je, ni ndefu ya kufika? Give them. Mpe kipaza sauti. Brothers, Ndugu Charles, want you to say after me. useme baada yake. I, Charles Mwone Mitaki, Thank you, amen, take you, Jerusha Orenge, to be my wedded wife. to be my wedded wife. I vow before God I vow before God and all these many witnesses, and all these many witnesses, including our parents, including our own parents, that I'll take you that I will take you as my dear wife. as my dear wife. I will love you, I will love you, I will cherish I you, will cherish you, I I will protect you. will protect you. And Jerusalem, getting to know from today, get to know it, And Jerusha, get to know it from today, that I have left all other women, that I have left all other women, and I've given you my hand of love, and I've given you my hand of love, and it shall remain so and it shall remain so in times of difficulties, in times of difficulties, times of poverty, in times of poverty, in times of wealth. times of wealth. I promise my allegiance to you, I promise my allegiance to you. and I pray, And I pray, Lord, to help me from today. Lord, to help me from today. If that's your wish, tell her, if that's your wish, If that is your wish, that you want to take me as your husband, that you want to take me as your husband, say, yes, I do. say, yes, I do. Give her the mic. And you say, yes, I do. Thank you. On the same note, Jerusalem, I want you to repeat after me. I, I, Jerusha Orenge, thank you, take you, Charles Mwone Mitaki, to be my wedded husband. to be my wedded husband. I want to vow before God, I want to bow before God before all these many witnesses and before all these many witnesses in God's church today, in God's church today, that I will also love you, and I will also love you, respect you, I will respect you, obey you. I will obey you, I will serve you in all capacities. I will serve you in all capacities. I, Jerusalem, I, Jerusha, confirm to you, Brother Charles, confirm to you, Brother Charles, that I have left all other men, that I have left all other men, and I have given you my hand of love, and I have given you my hand of love, and it shall make and it shall remain in so. difficult times. In difficult I times, shall walk with you. I shall walk with you. In times of poverty, In times of I will remain faithful to you. I will remain When we have
enough money, I will still be humble before you. I want to promise you that I will always be faithful in all circumstances of my life. Until my heart stops pumping blood. That's my vow of love to you. That is my vow of love to you, Charles. Do you accept it? Do you accept it? Give it to Charles. Yes, I do. Yes, you do. Thank you so much. Because both of you do. I now want to ask Brother Charles to walk there. You are hailed this wonderful lady, and you confirm whether she's the one. Ningependa Charles amfungue atuambie kama ni yeye. But get this question. Chukua tahadhari hii. If you find she's not the one, Ukipata sio yeye, sheria inasema unachukua because you're taking the vow. Shasema, shatoa ahadi kwa hiyo utauchukua tu. Okay. That's why we take you through vows before you. Sasa geuka nyuma, tengeneza vizuri. Wanawake wanatengeneza vizuri kwa kazi. Sasa tengeneza vizuri kwa maana uone kama ni yeye. Lakini we work to do. Yes, yeye. Ndiye. Patie basi. Anasema ni yeye. Yeye, si yeye. Ndiye basi. Yeye. It's okay. Umeona vile ameuko? Na wewe unaitwa Munde. Sasa unda yeye. Sasa wapi? Sasa kama umekubali yeye, wacha sasa mimi niwaunganishe, niwatangaze bwana bibi harusi siku ya leo. Amen. These two young people have accepted to love one another, and because they have listened to the sermon that unites them from today as a husband and wife, I, Pastor Eno Oga, the officiating pastor who has been given the authority by Seventh-day Adventist Church to conduct such weddings in the SDA churches, and being licensed by the government of Kenya, I take now this privilege and opportunity to lay my hand upon their two hands together to say that whatever the Lord has joined together, let no man put asunder, and let this wedding be honored and respected by all, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Everybody say amen. Amen. That's silly, ndio see. Na hiyo pombe inasema imepeleka. Nobody can bring that. Sasa naomba uweke magoti chini, uombe. Weka magoti chini vizuri. Join your hands. Yeah, Loving Father, from today, in our wonderful occasion in this church, Brother Josh and Sister Deruch have accepted to love one another. They have accepted to bring us into the church, to declare them officially married as husband and wife. We have read from the Bible, the scripture, very heavy scripture for them, that will inspire their steps in life, that will inspire their thinking and thoughts, that will harmonize them as they do various activities together as husband and wife. My Father, because they came to church today, I want to ask you to bless them. Bless them, Lord. Let them grow and grow and grow. Let them enjoy each other and uplift one another in this life before Jesus comes again. Let their family
experience the presence of godliness each day. So Lord, this family lives on the steps of prosperity on their ways in this life. My Father, they may not know what tomorrow holds for them, but in each day, reveal to them the success they want to bring out. So you protect them from all harms and dangers of this life. You remove them from all the snares of this life. So Lord, we can say our marriage has been one of the blessed institutions in this life. My Father, I now lay my hand, my ministry hand, upon their hands together to say that from today they have now become a husband and wife. Let them enjoy that title, and let them respect that title. Let them protect that title. Let them walk in that title. Let them be mature enough, above all, a man and a wife who lives in your word. Besides their provisions and calling, give them the best provision of becoming Christians in your word. Parents have done their work, they have done their duties. It's now the duty, Lord, to bless them and to bless them better and better in each day, so that when we see them walk together joyfully and in a mature way, Lord, we shall say, this is a wonderful family. I now declare them that they shall remain forever as an wife until death do them asunder. Therefore, let them honor and respect their marriage in peace. My Father, I pray that as you have blessed many families in this life, even with the wonderful children, bless them also with children. So that when they are carrying babies in their hands, they say, this is the joy of our giving. Give them everything they need in this life. Don't miss them to get peace, love, understanding, and humility to live together. Come on, the other day coming, let them call us and tell us, Pastor, so and so, we are enjoying our union. Those who are filled with them, let them say, it's good to be identified with this wonderful family that has given us joy in the time. As they rise up from this ministry, and as they begin walking their steps back home, my Father, may you prosper their ways from now to eternity, for we pray this in Jesus' name. Now you can stand. Turn and face the church. Look at the church. When we have done this wedding in the church like this, this is for the purpose of saying, now Brother Jazz, you have been bonded together. But from this particular point, we want to bring before you Mr. and Mrs. Monde. Na mnasemaje kanisa? Mnasemaje kanisa? Sasa huyu ni Mr. and nini? Mrs. Monde. Kanisa, oh, no,
jina la Yesu na shukuru kwa sherehe hii na ibada ya harusi ya Charles na Jerusha ambayo imekamilika. Tunashukuru kwa mtumishi wako Enoch ambaye anawaunganisha. Naomba kwamba tunapoondoka kanisani kwenda kwa sherehe nyingine, Bwana utakuwa pamoja nasi, na naomba kwamba ndoa ya hawa watoto wetu wawili itakuwa ya baraka na ya furaha. Nawapa maisha marefu pamoja, na kila baraka ambayo imetamkwa juu yao pamoja na wachungaji na wazazi na wote ambao tumefika, naomba kwamba itatimia, wape maisha ya furaha na upendo katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Tulialikwa na Jerusha na Charles ili tukaweze kuwachukua katika hii session. Nawakaribisha wageni wetu, mimi Jerusha na Charles. Tunaenda kupata chakula na ninaomba tuombe. Oh God, thank you for this time. Thank you for the food that you provided for us. As we are going to partake of it, bless it. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Welcome as we eat. Kwabera munaitwe urasema ambia segicho
enyange ya Minto Charles na Jerusa twatende bia mwana senge chokwa bale kwa tokonyire twensi ama enyange ya bia mwana none ona gosoka bali ko genda bali ko chaka bale atawa mabera family yerenya twasabira gosinya kwa igora samu mabo kubakonye ko bagosoka nekera bagosoba tata wechinguru babe banchaine na inde bancha abamu abo mwana wa banene babe kero kerlikia uchiase abasayi bande eri tata wa mabera na balo bwati umurobero yoga nyama asenge nchi abasani abairi chi amate chonsi abacha igo mwana nyasaye wana kero ya mongo sokale ngo gendali mwana none ngoli na bale stigari twasabire jani masisi omwana nyasaye kero ya momolendo moikiya tata wa mabera ntogenda ko batokoli bakende tali yao mbiyamana ikaira ko igura masabaito asenge na asabire na kweyena ime ya Kristo oyoro motoyeito. In a special way, this day has been a success. We are so grateful for the support that we have received from our friends and from our parents, from our brothers and sisters. They have supported us in a good way, and we are most grateful, and may God bless you for the work that you have done unto us, and may you also receive a reward for the work that you have done. Secondly, I want to say the day has been I was very anxious about the day, but by the grace of God, things have moved the way we anticipated. Because of bad weather here in TC, we thought it may rain and spoil the day, but by the grace of God, it has not rained, and we have finished our day successfully. In a special way, I want to thank the best couple, the Manenos, for their support, and I want also to thank God for Pastor Stephen family, for the support they have given us, and also for my family, my brothers and sisters. They have supported me in a great deal to make this day a success. My friends from JKUAT, my friends from Mount Kenya University, my friends from Jaramogi Oginga Odinga University, and my friends from Masai Mara University, I'm most grateful for the support that you have accorded to us to make this day a success. Lastly, I am most grateful also to the KC Central SDA Church, which has also been of great help unto us, and also to the Sayari team that has really supported us in making this day a memorable event. May God bless you all. May God bless you so much. And lastly, thank you I want to thank my fiancée for being supportive in this process and being helpful in the planning process, and also sometimes willing to sacrifice for making this day a success. Thank you so much. May God bless you all. Thank you. Also the teams that have supported us, our parents from both sides, our churches, Getara PAG, KC Gesabako SDA, KC Central SDA, Sengera SDA. They have really supported us, and we say thank you so much to our best couple, the Manenos, and our matrons and patrons, Pastor Steve and Maggie. We say thank you so much. Kaka Sungura and the team, we are so much appreciative for the good work that you're doing to us. My bridal team, I say thank you, appointed me, and I just say thank you to everyone who came to us. Finally, the Nairobi Family Hospital, I'm so much grateful from Dr. Omboga, who really supported me, gave me an off, my fellow workers. I say thank you for supporting me and being close to me. God bless you. Lastly, I also want to thank Pastor Enoch Oga, who has worked with us, who was the presiding pastor, and we thank God for bringing him into our life and being a blessing unto us. His prayers and his words of advice that he has given us have brought us this far. May God bless him so much for the work they have done. And lastly, my church, Gesabako SDA Church, thank you so much for the support. We appreciate it. God bless you.
just as sure as seasons are made for